Je, umewahi kujiuliza ni sababu gani ambayo inapelekea mtu kubakia katika maumivu ya moyo mara baada ya kukosana na mtu mwingine au kupishana kauli kwa namna moja ama nyingine? Hii ni tatizo ambalo limekuwa likitokea katika maisha ya watu wengi sana ya kila siku katika maisha yetu. Ni tatizo ambalo limekuwa likitokea mara kwa mara na limewapelekea watu kukosa amani ya moyo na wakati mwingine pia kupoteza kabisa watu marafiki katika maisha yetu ya kila siku. Sasa kuna sababu moja kuu sana ambayo natamani ni kupatie siku ya leo. Sababu hii inaitwa tatizo la kurudia mawazo ama kurudia mawazo, maneno au tendo ambalo lilitokea wakati ambao mtu fulani alikosana na mtu mwingine. Sasa tatizo hili linajulikana kwa jina la rumination. Rumination ni tatizo linalotokana na mtu kurudia matendo ama maneno au kumbukumbu zake katika akili yake juu ya mtu fulani ambaye alimkosea kabisa. Sasa mnamo mwaka 2007 chuo kikuu cha Miami kilifanya tafiti na kugundua kwamba moja kati ya tatizo ambalo linampelekea mtu kubakia katika uchungu wa moyo ni tatizo la rumination, au tunasema kurudia tatizo ama changamoto ambayo ilitokea wakati ambao mtu alikosana na mtu mwingine. Kurudia jambo ama tendo ambalo lilisababisha mtu fulani kuweza kukosana na mtu mwingine. Kutokana na changamoto ya kurudia makosa ama kurudia kumbukumbu za yale ambayo yalitokea wakati ambao mtu alikosana, anashindwa kabisa kuweza kusamehe mtu mwingine. Sasa utafiti huu unathibitisha hivyo kwamba watu wengi ambao wanashindwa, wanabakia katika maumivu ya moyo ni wanatokana sababu moja kuu sana ambayo inachangia ni kushindwa kusamehe, kurudia jambo ama neno ambalo lilifanyika na kusababisha kubakia katika maumivu ya moyo. Sasa leo natamani nikupatie mambo matatu muhimu ambayo unaweza ukayatumia na yakakusaidia kabisa kuweza kutoka katika uchungu wa moyo ambao unaokusumbua kwa muda mrefu. Jambo la kwanza, kubali kuachilia kosa, kubali kuachilia moyo wako na kusamehe. Watu wengi ambao wameendelea kubakia katika uchungu wa moyo na kushikilia maumivu ya moyo wanashindwa kabisa kusamehe, kuruhusu moyo wao kuweza kusamehe na kuanza upya katika safari ya maisha. Sasa wewe, ili uweze kuweza kutoa uchungu katika moyo wako, ruhusu moyo wako kuweza kusamehe. Jambo la pili, mshirikishe Mungu katika changamoto ama tatizo ambalo linakusumbua. Mungu ndiye mwenye jawabu na suluhisho katika kila kitu katika maisha yako. Kadiri unavyomshirikisha Mungu na kuruhusu aweze kuongoza maisha yako, ndivyo unavyoweka uwezekano mzuri sana ambao utakusaidia kabisa kuweza kupona tatizo la kuwa na uchungu wa moyo. Jambo la mwisho, furaha yako inategemea namna ambavyo unatumia amani yako, namna ambavyo unaitengeneza, namna ambavyo unaifanya furaha yako kuweza kupatikana katika maisha yako ya kila siku. Natumaini somo hili litakusaidia sana kuweza kutoka katika uchungu wa moyo kwa namna fulani ambao unaweza kukusababishia kuweza kupunguza kabisa uwezekano wa kuendelea kuwa na amani katika maisha yako. Mimi naitwa Hosana Kavako. Endelea kunifuatilia katika kurasa zangu za kijamii Facebook, Instagram na YouTube, Hosana Kavako, na tutaendelea kujifunza. Rise beyond limits.